الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واجتناب ما نهى عنه وزجر، فإن الفوز والفلاح بيد الله للمتقين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة، آمين. أما بعد، يا إخوة المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله مرة ثانية. Ndugu na kuhusieni kama vile ambavyo ninahusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kabla ya kuendelea mbele, tunawaomba wale ambao ima wako hawapo katika safu, basi wakae katika safu za hutuba hii. Kukaa huko nyuma si sawa wakati hii hutuba inaendelea, na iwe hivyo tujitahidi sana kukaa katika sufufu wakati wa kusikiliza hutuba, kwa sababu zipo kisheria, hazipo katika hali ya kawaida sana. Na tunapokwenda kwenye safu tusifanye maongezi na mtu, wala tusije tukamgusa yoyote katika hao kwa maelekezo yote, tutapoteza swala hii na iliyopita. Alhamdulillah, ndugu zangu, katika hutuba iliyopita tulizungumzia al-aqali kidogo sana kuhusiana na machache ya msingi juu ya ulezi wa mtoto. Haukuwa mwanzo ule wa kulea mtoto, na hata sisi haikuwa mwanzo wa kueleza hilo hapa. Ulezi wa mtoto bila shaka unaanza kwenye ulezi kwenye malezi ya baba na mama, wamelelewa vipi. Ile ndo namna nzuri ya kulea mtoto. Halafu wanaingia katika ndoa vipi, ile ndoa yao inaamua nature ya mtoto. Halafu ndoa ile imefungwa vipi, ilisihi, kama haikusihi huenda ikana athari kwa mtoto, na hivyo inaendeshwaje, haki za mama zinapatikanaje, haki za baba zinapatikanaje, je haki za Allah zinapatikana kwa ndoa hii. Sasa hapo mtoto anaweza kupatikana vizuri, na kusudia ibada za baba na mama zina athari kama tulivyoona katika suratul Kahfi na sura nyingine. Kwa mtoto atakayezaliwa, chakula anachokula baba, aina ya kazi anayofanya inamaanisha kutengenea na kuharibika kwa wanawe. Kiwa anakula haram, bila shaka na nguvu yake ya uzazi, maji ya uzazi yale kutokana na nutrients za chakula anazokula zikiwa ni negative energy, zinaweza pia kushuka athari yake kwa kile kitakachokuja tumboni kwa mamake. Lakini ujauzito unalelewa vipi? Jambo la kulea kisheria. Wajawazito wangapi tunawaona wanakwenda vitawazi, mjamzito analala na mziki mjamzito, wakati mtoto yuko ndani ya tumbo. Hapa pote ni uharibifu, na mtoto huyu anaweza kuwa mbaya. Bila shaka tumeona katika maisha ya kila siku, watoto wa wavuvi wamekuwa wavuvi, watoto wa waimbaji wamekuwa waimbaji, watoto wa walevi wamekuwa walevi, watoto wa wizi mara nyingi pia wanakuwa wizi. Lakini watoto wa wajawema wanatarajiwa kuwa wajawema ikiwa wajawema watahakikisha usimamizi wa mambo haya mpaka dakika mwisho.
kwa sababu uko uwezekano mkubwa na inatokea waja wema watoto kuwa wabaya na waja wabaya kuwa watoto wao ni wema bila jitihada. Hiyo ni rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio uhodari. Lakini inatakiwa maisha ya mtoto yawe ni pre-planned, yalipangwa, sio yalitokea kama vile ambavyo leo wengi katika Waislamu, Allah ameturehemu, tumekuwa Waislamu wengi wetu, sio sote, wamekuwa Waislamu wazuri kutokana na jitihada ya msikitini, jitihada ya madrasa, jitihada ya mtaani. Sio baba na mama wamepanga mtoto awe hivi. Allah ajalie malezi haya yawe mazuri. Kwa hivyo leo inshallah tutaendelea kwa uchache sana, kwa sababu ni hutuba, malezi au namna ya kumlea mtoto wakati wa makundi. Katika kipindi hiki cha miaka 6, 7 na kuendelea, mtoto huwa sasa ameanzisha uwezo mkubwa wa kujitegemea kimichezo, na hata kwenda katika jamii, anakwenda kucheza, anarudi nyumbani darasa la kwanza, la pili, la tatu hawa na kuendelea. Hapa ndugu zangu ni pahala muhimu sana, na tunasema hivi kwa sababu lau kama kuna kitu leo kinasumbua familia za waja wema wengi mno, ni namna gani mwanangu ataweza kuishi katika maisha yake ya shule, chuo kikuu, aende mwanangu kama nilivyomlea, arudi mwanangu kama nilivyomlea. Hili jambo si jepesi. Watoto wengi kutoka mikoa au maeneo mbalimbali ya nchi hii na miji hii wamekwenda, mtoto anasoma labda Uganda, au yuko Arusha, wazee wako Dar es Salaam, au yuko Dar es Salaam, wazee wako Iringa. Yule aliyekuja kujiunga na chuo kikuu sio huyo atakayorudi semester ya kwanza, yani miezi 4 tu basi. Ameingia chuo kikuu cha Dar es Salaam hapo, ameingia chuo kikuu cha Muhimbili, ameingia chuo kikuu labda cha uhasibu TIA, anakwenda miezi 4, wakati umekaa naye miaka 20, miaka 19, lakini anakuja sio yeye, mwingine kabisa. Mpaka inajengeka dhana kwamba dini yetu ni dini ya ubahatishaji. Malezi yetu si imara kiasi hicho. Kama ni imara, kwa nini asiende yeye akarudi yeye? Tatizo liko wapi? Sasa yafuatayo ni mambo ya msingi. La kwanza ni kwamba yapasa mzazi, baba na mama, wajifundishe wao wenyewe kadiri watavyoweza kujua namna njema na sahihi ya ulezi wetu wa dini hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu liljabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. Allah anasema sio miaka hii ya chuo kikuu. Allah hajapiga mfano hapo malezi yaliyofanikiwa, na Allah anasema kwamba huyu mzee huyu ambaye kisa hiki ni chake na mwanawe ndiyo kigezo cha ulimwengu huu, mashariki yake, magharibi yake, kaskazini yake na kusini yake. Kuto kujua aliishi vipi na kulea vipi, haya ndiyo atakayekwenda chuo kikuu miezi 4 mingi, wiki anarudi mwingine, kwa sababu ya ukosefu wa kufuata malezi hanafiyatan, ambayo ni malezi ya Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Thumma auhaina ilaika, Allah anamwambia kisha na wewe Muhammad nimekupa wahi nikakulazimisha wewe na watu wako, anitabi millata Ibrahim hanifa, fuata mila ya ulezi na maisha na kila kitu ya Ibrahim. Kama ni ulezi, ala Ibrahim; kama ni uchumi, ala Ibrahim; kama ni ibada, ala Ibrahim; kama ni itikadi, ala Ibrahim. Isipokuwa hapa pakiachwa ndo tunaharibikiwa, na ni ulezi huu ulio mbali na Sayyidina Ibrahim ndio ulioleta maharibiko haya. Kwa hivyo Allah anasema
falamma balagha ma'ahu sa'ya, huyu mtoto ambaye ni Ismail alayhi salam, mtoto wa Hajara, falamma balagha ma'ahu sa'ya, alipofika umri wa at least kwenda na baba na kurudi na baba, wamekwenda msikitini wanarudi pamoja na kwenda hivi, anatoka naye, miaka hii ni inakuwa ni miaka 7-8. Mtume anatuambia muru auladakum bisala, waamrisheni watoto wenu kuswali miaka 7. Ina maana kama ni kuamrisha kuswali mtoto miaka 7, hapa unaweza kwenda naye msikitini, hapa unaweza kurudi naye msikitini. Ni umri huu minimum, ni hapo kuna mbele. Kwa hivyo alipofika umri huu Sayyidina Ismail alayhi salam, fakana Sayyidina Ibrahim yara fil manami anahu yadhbahu ibna, akawa anaona Sayyidina Ibrahim kila akilala anaoteshwa ndoto ya kwamba anamchinja mwanawe. Na ru'ya za anbiya wahyu min Allah, na hawaoti mitume ndoto hizi tunazoota sisi za kawaida, ila wao wakiota ndoto zao huwa ni wahyu kutokao kwa Mola wao, shar'an inajulikana. Kwa hivyo yeye Sayyidina Ibrahim kamwambia mwanawe, qala ya bunay, akamwambia mwanangu, inni ara fil manami anni adbahuk, mimi nikilala naona usingizini mara kwa mara kwamba mimi ninakuchinja wewe. Sasa hii naiona ni amri. Fandhur madha tara, hebu angalia wewe mwanangu, unaonaje jambo hili, fanyeje? Hal huwa kana yastashir ibnahu ala amri llahi? Je, hapa Sayyidina Ibrahim anachukua ushauri wa mwanawe ala itiani amri llahi au tarkihi, ili waweze kuitekeleza amri ya Allah au waiache? La, haiwi kama hicho, kwa sababu mitume wamesifika kinyume na hapo, na huyu ndio kiongozi wa mbele. Haielekei kwa muumini wa kawaida kufanya kitu kama hicho katika umati Muhammad. Sasa vipi kwa mitume alayhi salam? Sasa yeye Sayyidina Ibrahim anamwambia Ismail hizi kauli ili ajue na mchinjaje. Kama atasema haina shida, tunachinjana kwa makubaliano. Kama atakuwa yeye ana fikra nyingine, maana yake namchinja kwa nguvu. Sasa fandhur madha tara, unasemaje kwamba uko tayari kuchinje, njoo kuchinje, huko tayari ni kukamata ni kuchinje, sio kwamba huko tayari iwe basi tuangalie mambo mengine. Hapana. Kwa hivyo na yule mtoto anamwambia, qala ya abati fa'al ma tu'mar, ewe baba yangu fanya unachoamrishwa, satajiduni insha Allah minas sabirin, mimi nitastahamili. Yani satajiduni insha Allah minas sabirin, as-subra la kusudia pale ni ujasiri wa kumpa nafasi baba atekeleze amri za Allah juu yako ikibidi, hata kama ni kwa madhara kama haya. Leo tumo misikitini humu, mzee anaweza kumwambia mwanawe, mwanangu shakoga, najua natoka sasa hivi jioni hii, lakini nataka lile dafu pale kidogo na hamnalo, na kashakoga na pamba zake kijana, kiatu kikali, suruali yake ya jinzi na hivi ananukia mnazi ule mita 20, anajua taki shuka atakuwa anatoka jasho kila pahala. Anaambia, kwani baba huoni kama nitakuangulia kesho asubuhi, maana sisi tuna safari. Mwanangu hamu iko sasa hivi. Sasa baba wewe hujasema mapema, niko hapa usemi, watu watakuondoka, wanaanza kusema maneno kama hayo. Bana mimi kirudi bana, hadha huwa halikun, huu ni mtoto aliangamia. Na hicho ni kipimo kwamba mzee umefeli kulea. Mchallenge mwanao, tafutie jambo gumu kidogo umpe, muangalie huyu nimefikia malengo au bado. Kama niko vizuri, ni mustaqim, basi hakuna kujadili, atatekeleza. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatupigia mfano huu, na mfano huu una crash hoja zetu zote za watoto kuharibika, na hoja inasimama kwamba huenda ni kufeli kwa mlezi mwenyewe, kwa maana hakumfanya awe imara. Kwa jambo la kwanza ndugu zangu katika kumsaidia kijana wa Kiislamu ni mfano huu. Kwanza mzazi anatakiwa au mlezi ajitahidi kujua nguvu ya makundi iko wapi.
ujue kabisa kwamba makundi ya vijana power yake iko wapi. Hilo jambo la kwanza. Na tulisema katika hutuba iliyopita kwamba umbile la binadamu ni umbile hanafia, fitrat Allah allati fatara nas alaiha. Dini ya Uislamu ndio umbile la mwanadamu linafuata nature ya matakwa ya dini kwa mujibu wa aya hii, na sio dini inaendana na wanadamu. Wanadamu wao ndio wanaendana na lile umbile jenyewe. Miongoni mwa kitu ambacho Allah alituwekea kuturahisishia, amewawekea wanadamu cells katika miili yao zinazoitwa mirror cells, na tulisema seli za vioo au seli akisi zenye tabia kuakisi akhlaqi unazozishuhudia na kuziona, zinazoingia taarifa zinazoingia katika milango ya fahamu mitano: macho, masikio, pua, ulimi na ngozi. Vinavyoingia kupitia hayo, kule ndani kuna uwezo maalum wa fitra ambao Allah ameuweka wa kupokea hayo na kusimika katika mwili. Pili, tukasema achilia mbali hivi viungo ambazo tunaviita ni sensory organs, viungo vya hisia, vina milango ya elimu au milango ya fahamu inayopitisha elimu kwenda kwa mwanadamu. Kule ndani, hatua ya kwanza ya kupokea taarifa kutoka maeneo hayo matano huwa ni katika ubongo wa binadamu. Taarifa yoyote lazima ipite hapo. Ikiwa ni masikioni, itafanywa processing ya kwanza, upokewa, itaingia katika sehemu ya kati ya sikio, halafu itakwenda sehemu ya mwisho, ambapo ndani ya sehemu ya mwisho ya sikio la binadamu kuna maji Allah ameyaumba, yamo ndani ya sehemu inaitwa cochlea au inner part of the ear, sehemu ya ndani ya sikio. Haya maji yana uwezo wa kuzibadili taarifa za sauti ambazo tunazita ni audio vibration au impulse. Zile zikipokewa ndani kwenye haya maji, litafanywa conversion, zitabadilishwa kuwa ni electrical signals, zitakuwa ni signali za kiumeme. Sasa zitakwenda kwenye ubongo. Huko zikifika, zikipokewa, zitafanywa kazi nyingi na nyingi. Sasa katika eneo la ubongo kuna sehemu tulitaja inaitwa amygdala. Amygdala kazi yake Allah ameiweka hii, ina tabia ya kuchukua taarifa ambazo zimefanywa na wengi na kuziamini na kuzijengea uwezo maalum kutokea ndani ya binadamu kwamba ndizo zinazofaa. Na ni kwa sababu ya uwezo huu ndiyo maana wanaume leo tunasuka nywele. Ni kwa sababu ya uwezo huu leo wanaume tunatoboa masikio yetu na tunakwenda mbele ya wanaume wenzetu. Kwa uwezo huu ndiyo maana mwanamume anakuja na bangili msikitini, anakuja nayo hapa kavaa. Alikuwa anavaa Asha miaka 70, 60. Sasa hivi anavaa Amur na Idi, wanakuja nayo msikitini bangili, mambo ya kike. Lakini amygdala inakuwa imemwambia kwamba hiyo ndio fashion, ndio usasa, ndio sawa na utaikana na ubangwe. Anabeba mtu vyuma ndani, awe six pack, awe na zile alama 3 huku na huku, amechanika kifua chake, kasuka nywele zake juu. Hiyo ndio amygdala na uharibifu wake ulipo. Kwa hivyo Allah alikusudia pafanyike dawa, watu walinganiwe, idhihirishwe kheri, yenee kheri itapakae katika jamii. Halafu watoto wote na wanadamu wote, amygdala hii itachukua kile kilicho nje ambacho ni chema. Kwa hivyo ikiwa utaenea wema katika jamii, amygdala inachukua wema ule na kuusimika moja kwa moja kwa binadamu wote. Na pakienezwa shari, basi shari itaenea kwa mtaratibu. Sasa hii ndio nguvu ya kundi. Kijana akiwa na rika lake, uwezo wa kuathirika ni huu. Je, mzazi wa Kiislamu analijua hili? Na kama hajui, yepi madhara yake? Kwa hivyo ajue, ili aweze kumepusha mwanawe na hili kundi, kwa sababu linaweza kumharibu. Na badala yake, sio kumepusha, ndugu zangu. La pili, baada ya kujua unamepusha na kundi baya, unatakiwa ndugu Muislamu umtengenezee mwanao kundi sahihi la kukaa nalo. Hiyo ndio njia ya kumsaidia kwanza. Na kwa haya machache, kwa hili moja, inna Allah tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun idha qira alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala azm min qa'ilin alim idha qara'ta alquran fasta'id billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim
ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توبوا إلى الله واستغفروه ويا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله ربكم فتبارك الله أحسن الخالقين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واجتناب ما نهى عنه وزجر فإن الفوز والفلاح والعاقبة للمتقين. Amma baad, ndugu zangu, nakuhusieni kama navyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ana uwezo wa kumtoa mtoto mbaya kutoka katika familia ya watu wazuri. Allah tusapepushe. Na Allah ana uwezo wa kumtoa mtoto mzuri kabisa katika familia za watu wabaya, kama vile ambavyo amemtoa Ibrahim alayhi salam kutoka katika mgongo wa Azar ambaye ni abid al-asnam. Baba huyu alikuwa ni mkubwa wa kuabudu masanamu na kuyatengeneza, mwanawe akawa ni mkubwa wa kuharibu masanamu na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo iko nafasi hiyo kweli, lakini maumbile na amri ya Allah, anataka Allah waislamu watengenezwe kutoka katika makusudi na mipango imara ya kila siku. Kwa hivyo ndugu zangu, ile jambo la kwanza, mzazi afahamu hili kwamba ukiona mwanao anacheza na makundi mabaya, usije ukajenga tamaa nyingine. Jenga hofu kubwa kwamba mwanao likely atapotea, kwa sababu umbile la mwanadamu linaonesha kwamba akiwekwa hapo atachukua ya hapo na atakwenda na maji. Na tunasema kwamba huu ni ujana, ni utoto. Mtoto anaumba na kutengeneza tabia zake, na tabia ni kama jabali, haiondoki. Kisha kuwepo pahala wazee wetu wa zamani wakisema tabia ngozi, wakikusudia kwamba utakapokwenda utakuwa na tabia yako hiyo, huwezi kubadilika tena. La pili ni kwamba mzazi baada ya kumchagulia mwanawe watu wa kucheza nao, unamchaguliaje? Nyumba ya mzee fulani, ikhwa yuko vizuri, ndugu zako Waislamu, basi hapo tunacheze hapo, na unamwelekeza kwamba kicheze, nenda kacheze hapo, kirudi na muda apewe. Hii kucheza ina mambo mengi. Anacheza nini, muda gani? Mtoto anakwenda kwa Muislamu ndugu yako, pengine mnaswali pamoja msikitini, mbele kwake, vipi habari, mwanao fulani yupo? Mama yake yumo fulani, hayupo, yuko wapi? Anaanza kumwita pale nje, anapiga kelele. Uislamu hayo hivyo. Mtoto anakwenda kucheza pahala ambapo mzazi anajua na anapewa muda kwamba sasa hivi ni saa 11 jioni, nenda kacheze. Ikifika saa 12:15 au hivi na hivi, urudi hapa au kacheza nyumba hiyo. Wakiondoka wenzo nyumba hiyo kwenda kucheza maeneo mengine, wewe rudi nyumbani. Sio anaunganisha. Hatari sana kwa ulezi, hususan miaka hii. Miaka ile ya 80, 60 na kuna nyuma, 90 hapo kuna nyuma, haikuwa tatizo. Watu wote walikuwa wako wazuri. La pili, mzazi una jukumu la kumfundisha mwanao akhlaqi al-islamia as-saliha, tabia za Kiislamu zilizo njema. Hili ni jukumu la mzazi. Watoto wetu leo hata kusalimia ndugu zangu hawajui. Watoto wetu leo hata kula kwa manhaji kwa utaratibu wa Kiislamu hawali hivyo. Watoto wetu leo hata kuzungumza na watu waliowazidi umri hawawezi. Watoto wetu leo hata kuhudhuria sala hizi hawapo. Ushahidi sasa hivi wako wapi? Sisi tu mumu, wao humu hawamo, wameenda shule. Leo Jumaa Kuu tunafanya mambo
Hakuna akhlaqi njema baada ya shahada kama sala kwa mtoto wa Kiislamu. Kama hafundishwi hilo, inna salata tanha anil fahshai wal munkar, ulezi wa sala ni bora kwa sababu unamkinga mtoto na mambo mengi mabaya na machafu. Watoto walete waadhini misikitini, wasomeshwe katika madrasa, walete misikitini. Wakifika umri, wakionekana fa in anastu minhum rusdan, mkigundua kwao kwamba wanakuja na akhlaki njema, wanakuwa marujuina, wenye kutarajiwa, basi wasogeze hata kuswala, wasalishe, ili kuwekea wikaya na kinga. Akituswalisha hapa msikitini, atashindwa kufanya mambo ya ovyo pale kwenye jamii. Sasa hizi tarbia hatu expose, hawawapo. Kwa hivyo akhlaki njema mzazi amfundishe mwanawe za kila aina kadiri ya uelewa wake, na ndio hapo penye jukumu la mzazi, baba na mama, kusoma dini, kujifundisha haya mambo yenyewe. Ikiwa mzazi wenyewe hasomi dini, misikitini kuna tangaza darasa za kila aina, yeye hana muda, lakini watoto anazaa. Kwa hivyo hili ni kosa kubwa. Kwa hivyo ndugu zangu Muislamu, ajitahidi sana kujifundisha maarifa, ili maarifa yale ayahamishie kwa nawe. Kwa yule ambaye hana muda, basi ikibidi ajitahidi sana atengeneze muda, kwa sababu muda ni lazima. La pili, ajitahidi pia kuhakikisha mwanawe pamoja na akhlaki njema ambazo anamfundisha, ambazo ndizo atakuwa nazo baadaye. Tunasema hivi, tulisema hapo kwamba akhlaki za wakati huu wa watoto ndizo akhlaki za baadaye, hawabadiliki sana kirahisi. Sasa katika kumfundisha akhlaki hizi, unatakiwa mzazi uwe karibu naye. Kwanza, kuwa na positive communication, kuwa na mawasiliano rafiki ambayo ni mawasiliano chanya, ili kuwe mawasiliano imara ya kirafiki na ukaribu. Ule ukaribu ndio utakaomfanya mtoto awe na muda mzuri wa kujifunza kwa baba yake au kwa mama yake. Lakini si hivyo tu, aoneshwe mtoto upande wa pili wa akhlaki mbaya, madhara yake, na aoneshwe katika dunia faida za akhlaki njema ni zipi, na katika dunia hii akhlaki mbaya madhara yake ni ipi. Na kama kuna mifano mzazi anayejua ya mbali au ya karibu ya vitabuni, amsomee mwanawe, amuoneshe mifano mwanawe, mwambie fulani nimesoma naye shule, unamuona mzee yule alikuwa ni mwanafunzi mwenzangu, alikuwa kadhaa na kadhaa akhlaki zake, leo unamuona mzee analewa yule, basi mwanangu, hii ndo madhara. Mtoto na yeye atapata kila siku, akiwa nasikia ataanza kuona madhara ya tabia mbaya na faida za akhlaki njema katika dunia, na amwambie akhera itakuwaje, aseme mzazi kabla ya kifo chake, kwa maana jambo endelevu la kila siku ndani ya nyumba yake, ili mtoto ajue kwamba hizi akhlaki zina faida gani hapa, hizi akhlaki zina faida gani huko, hizi akhlaki mbaya madhara yake ni ipi hapa, hizi akhlaki mbaya madhara yake ni ipi baada ya kuondoka katika dunia. Lakini jambo jingine, huenda mzazi, na ili tulijue ndugu Waislamu, sote tumepitia ujana, lakini binadamu sumia bil insan bikathrati nisyani, tumeitwa al-insan. Al-insan maana yake msahaulivu. Kwa nini? Kutokana na wingi wa kusahau. Na ndio maana walimu wa chekechea, wa shule ya msingi, wanasomeshwa saikolojia za watoto kwa kina kirefu, wazijue ili waweze kwenda nao. Ni lazima mwalimu kumshushe kwenye saikolojia ya watoto, ajue maisha yao yakoje, ili aweze kuwasomesha, ili aweze kuishi nao, ili aweze kuwasaidia. Kwa hivyo hata mzazi, ikiwa mwalimu wa chekechea anayekaa na watoto masaa shule anapewa elimu hii, basi mzazi ahaku bihadha alilm, ana haki zaidi ya elimu hii kuliko hata hawa walimu wa chekechea. Yapasa misikitini kama hivi, watu wakihisiku haja basi wakae wasomeshwe. Ikiwezekana basi watu hata kuita crash program, watu wakafanyiwa za malezi watoto wao, ili waweze kujua, la'allahum yahdharun. Allah amesema hivyo katika sura Tauba, ili elimu hii ilete watu ala hadhar, waweze kuchukua hadhari. Kwa hivyo mzazi anatakiwa amuoneshe hayo. Lakini sasa huenda ukafeli wewe kwenye kumtengenezea kundi. Sasa basi, mtoto ana kawaida, ni wepesi mno vijana kutengeneza mahusiano yao, yanakwenda haraka mno. Sasa huenda wewe mwanao ukamkuta ana kundi, miongoni mwa wanakundi wenzio, wale wanaowahitaji wamo na wale wasiowahitaji wamo, na hili tumeliona mara nyingi, na kuwatenganisha wakati mwingine na kwa ni vigumu. Anasema fa alayhi an yakuna mualliman lahum,
huyu mzazi awakusanye wale watoto ili yeye awe mwalimu wao. Inaposhindikana kuvunja kundi la mwanao, kundi hilo wewe mzazi unatakikana uhakikishe kundi hilo mnalifanyia maarifa. Hiyo inaweza kuwa msikitini, inaweza kuwa mtaani pale, mkakusanya wazazi, mkamwita mwalimu au mmoja wenu akawa ndio mwalimu wa watoto wenu. Kwa sababu hii ya kumepusha na kundi ipo, lakini kundi wakati mwingine halikimbiliki, kwa sababu huwezi kujua mwanao anatengeneza mahusiano kwa kasi kiasi gani. Hiyo itasaidia. Jambo la mwisho la 4, ila 3 ni kulisomesha kundi yenyewe. La 4 ni kujitahidi mzazi, mwanao unapoona eneo ambalo umehamia unaishi, kadiri ya jitihada zako unaona kuna kufeli na kuna baadhi ya miji na mitaa, kama utaishi na watoto wako 6, 5, 10, huenda ukapata nusu na nusu ukapoteza, au baadhi wataongoka, baadhi wataangamia, kwa sababu ya hoja hizi tulizozieleza hapo kabla. Na ushauri wa watu wazoefu wanasema kwamba endapo utakwenda eneo ambalo kunauzwa viwanja na hivi viwanja vikawa vinakatwa ovyo vidogo 200,000 unapata kiwanja, kuna vingine pale milioni 7 eneo hilo, hapa kiwanja milioni 7, kile pale milioni 400,000, kile pale milioni 2, kule kinauzwa laki ngapi. Kuwa makini na hiyo, kwa sababu inna Allah yaqul ya ayuha alladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ameahidi kuwainua wanadamu kupitia elimu na kupitia imani na elimu, daraja za kila aina, wala hakusema za aina gani, neno yaqra, lakini ad-darajat fihinna darajatu dunyawiyya, miongoni mwa daraja hizo ni za kidunia, miongoni mwa daraja hizo ni za kiakhira. Tumeona mina sahaba walikuwa maskini na Mtume swalla sallam, kaifa matu, wengi wao baada ya Uislamu kufikia malengo yake, imani kukaa pahala pazuri, elimu imefika pahala pazuri, jamii nzima ya Uislamu iliyokoka katika kila hali. Kwa hivyo ufukara na unyonge una sababu zake bila shaka. Ukikithiri katika jamii, tusiseme mpango wa Mungu kama wasemavyo mpango wa Mungu, hiyo mara nyingi ni makosa yetu. Mpango wa Mungu ni furaha, falladhina faman asema fa imma yatiyanakum min huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Maisha ya Mtume SAW na mitume waliopita kabla wamekuja na maisha ambayo hayana hofu wala huzuni. Sasa kama kuna hofu na huzuni, huenda kuna sehemu kumekosewa. Sasa miongoni mwa maeneo ya makosa, kwa mfano azina wa shirk wa dhulma, haya yanaambukizwa fukara, sio aljahalu, ndio ujinga mkubwa zaidi. Sasa watu wakiwa nayo haya, familia au mtu binafsi itakuwa nyonge. Vikiuzwa viwanja 200,000, 300,000 anakuja nayo. Hawa ndio wanaokuja aljuhala minan nas walfuqara walmasakin. Watakuja watu ambao ni wajinga wasiomjua Mola wao, watakuja watu ambao ni wingi wa maasi, Allah amewachapa kweli kutokana na makosa yao kwake, wanakuja kuishi hiyo sehemu. Na hii hatukusudii kudhalilisha watu, hapana. Huu ni ukweli, usiupinge, kachunguze. Haiko hivyo. Sasa kama ni hivyo, wakikuzunguka hawa, kazi unayo, wanashauri hama eneo hilo. Ikiwa imeshindikana kusomesha, kutofanya, yote mefeli, mzazi anashauriwa kunusuru kizazi chake, ahamie sehemu nyingine. Hata kama itabidi kodi, utakodi sehemu nyingine. Kama ni nyumba yako utauza, utakwenda sehemu nyingine. Haya mambo ya msingi sana. Kama kuna sababu za Muislamu kuhama, miongoni mwa sababu iwe hii, na ninahama kwa sababu ya kunusuru kizazi changu, hakitomfikia Mola wake, kitaangamia, na kadha na kadha na kadha. Haya yafanyike. Lakini tahadhari, wanasema ukifika sehemu hiyo, nukta ya 3 inakuja kwamba mwanao atakuwa ndio wa mwanzo kutengeneza network pale. Je, itakuwaje? Kwa hivyo ujitahidi sehemu mpya unahamia, wewe uwe ndio wa mwanzo kumtengenezea mwanao watoto wapya wa kuishi naye na kuendeleza mengine kama tulivyoyaeleza huko mwanzo. Kwa hivyo ndugu zangu, haya ni katika mambo machache ambayo ni manne hayo
La kwanza kabisa ni kumhakikisha kwamba mzazi unajua nguvu ya kundi iko wapi katika watoto. Pili, kumfundisha mwanao akhlaki njema. Tatu, kumchagulia kundi mwanao. Nne, kuhama kwenda sehemu nyingine. Ikilazimika kufanya hivyo, maana yake umeshindwa katika mtaa ule. Usilazimishe kuishi. Inna ardullahi wasi'a alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam. Allah anasema watu ambao wameng'ang'ania sehemu kuna maasi baya kuishi, pana shiriki ya kina aina, watu wanarogana ovyo ovyo, yeye kabaki pale pale mpaka naye madhara yamefika na kizazi chake, halafu anakwenda mbele Allah anakwenda kusema kulikuwa kuna wachawi Mola wangu, kulikuwa kuna kadha na kadha na kadha na kadha, kulikuwa kuna hiki na hiki na hiki, hakukuwa na walimu bana kijijini kwetu bana. Kwa hivyo bibi tukae tutafanyaje? Alam takun ardullahi wasi'a, hiyo ni hoja na huwezi kujibu. Kwa hivyo ataulizwa kwani ilikuwa dunia ni hapo tu? Kwa hivyo aende mtu sehemu nyingine ikibidi kunusuru kizazi chake. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ربنا انصرهم ولا تنصر عليهم واجعلهم من الصابرين واجعلهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.